inachangia mtu kuongeza uzito. So pia kuna hii tunasema ya kwamba lifestyle. Tunapotumia jina hii lifestyle, tunaangalia kwamba kuna vile wewe mwenyewe unakaa. Unajua kuna wale kila dakika ni kukula ni chakula, kila dakika ni kukula. Mtu kama yule anaweza kuongeza uzito, na hasa zile vitu anakula ni zile ziko na sukari nyingi. Yes. Kwa hivyo sasa utajua, umetueleza ni lazima uende kwa daktari ndio ujue utofauti. Unajua kwa sababu mara nyingi sisi unajua ukiongeza kilo kidogo hivi jinsi ambavyo nimeongeza kilo mwenyewe nitakimbia kwenye gym. Kwa hivyo mtu atajua utofauti, huwezi kujua mwenyewe, ndivyo ambavyo unatueleza. Huwezi kujua hadi upimwe. Naweza sema ya kwamba kabla hujapimwa, kabla hujamuona daktari, kuna uwezekano ujaribu kufanya jambo lolote la kupunguza uzito kwa muda mrefu, na labda usipunguze ule uzito. Kwa sababu unaweza pata ya kwamba kama ugonjwa wa kisukari, mara nyingi unaweza jipata ya kwamba uko na ugonjwa wa kisukari. Sasa uanze kureduce weight. Na kabla hujaona daktari, utajaribu kukula vitu za kuongeza uzito. Na kumbe ndio unajaribu kuharibu zaidi. Kwa sababu kile kisukari inapokuja kwa mwili, kuna zile dalili ya kupunguza uzito. Na labda hujajua ya kwamba wewe uko na sukari. Na kwa hivyo unapo pia kuanzia dawa, kuna mara ya kwanza kuna watu wanaongeza ule uzito. Kwa hivyo unajua pancreas haina uwezo wa kuproduce enough insulin. Kwa hivyo unaweza ongeza uzito. Sasa umeanza zile dawa, unaweza ongeza uzito. Na pamoja na hiyo, kwa hivyo ni vizuri unapokuwa uko na kilo ambazo zimepita, ni vizuri kuona daktari. Jambo la kwanza, kabla utumie hizi njia zote za kupunguza uzito, ni vizuri uone daktari. Kwa sababu watu wengi wamejaribu kupunguza, wamejaribu kunywa madawa, wamejaribu kufanya exercise, wamejaribu mbinu zote za kupunguza uzito, mpaka wao wenyewe wamekuwa like frustrated. Kwa sababu gani? Hawajaona mhudumu wa afya aweze kuwaelekeza njia mzuri kulingana na ile sababu hasa inawafanya wakuwe overweight. Kwa hivyo sasa unapotueleza muhimu mtu aone daktari, ni daktari wa aina gani? Ni mhudumu wa aina gani? Kwa sababu tunajua kuna madaktari wenye taaluma mbalimbali ama ujuzi mbalimbali. Kwa hivyo ni yupi mwafaka ambaye unastahili kumuona kabla ya kuanza mambo haya mengine ya kupunguza uzito? Unajua katika nchi yetu kuna madaktari tofauti. Lakini tunaweza sema ya kwamba kuna madaktari ambayo wana deal na hasa shinda zinazo ambatana za lifestyle disease, specialized kwa weight. Na kwa hivyo kama hautaweza kumuona yule, unawezekana ya kwamba, kwa sababu kuna kila mtu anapenda kuspecialize na sehemu fulani. Kama niweza kuwa hapa chuo kikuu ya Nairobi, nilipomaliza niliendelea kuwa ninatibu watu kwa hospitali tofauti, lakini ilifika mahali ninapoangalia watu wamepanga line, unapata hata hujui wako na magonjwa gani, lakini unaweza fikiria kulingana na vile wamekaa, huyu anaweza kuwa ni sukari kwa sababu ya uzito, huyu anaweza kuwa ni pressure kwa sababu ya uzito, huyu anaweza kuwa na shida za moyo. Kwa sababu gani? Huyu mtu hajapimwa ajulikane. Unaelewa, hii kati ya watu wamepanga line, kuna uwezekano. Na after kuona mambo yale, nikapata yale naona na macho, hata ukipima unaona ni hivyo. So nikawa na mawazo, ninaweza kudilu na watu wa aina hii, jinsi hii. Ndio nilienda pale India, nikaweza kufanya specialized in weight, kuangalia hasa ni nini hasa inasababisha mtu kuwa overweight. Hapo ndipo nikaweza kuelewa ya kwamba kumbe hata nchini kuna madaktari wengi ambaye pia wamefanya hivyo. Wezi kosa Nairobi, unaweza pata ya kwamba madaktari 5, 6 ambaye wanahusiana na uzito. Na kwa hivyo huwezi, tukirudi pale ambapo tumeanzia, si kila mtu aliye na mwili mnene ambaye ana haya matatizo, sio? Yes. Kwa hivyo, kwa sababu kuna yale ya maumbile, kuna ule uzito ambao umetokana na maumbile ya mtu. Naam? Ninaposema hivyo, unaweza pata kwamba wewe jinsi zako na za baba yako ama mama yako ni zile za kunenepa. Na pia ili shida ya kunenepa, tunasema ya kwamba uko na shida ya metabolism. Your metabolic is not okay. Ama tunasema kwa Kiingereza ya kwamba what you eat make your body the way you are today. So the way you are, it is what you eat. Jinsi hizi za baba yako ama mama yako zinaweza sababisha ya kwamba ukue overweight. Lakini watu wale unaweza pata ya kwamba wako na shida na metabolism. Anapokula chakula zinakaa sana kwa ule large intestine. Tunasema ya kwamba protein metabolism, anakuwa yale mafuta ama protein
mwili hauna uwezo wa kubreak zile protein vizuri, ama mwingine tunasema na Kiingereza lipid, ya kwamba lipid ni kusema ya kwamba ile metabolism yako iko raw. So ile metabolism ikuwe sawa. Sasa tunaweza kuwa tunakaa nyumba moja, tunakula chakula moja, lakini upate ya kwamba mtu mmoja kwa jamii ako overweight kwa sababu ako na metabolism yake ya protein haifanyi kazi vizuri. Mwingine anaweza pata lipid metabolism, basal metabolism, yani after kipimo ndio unaweza kujua kwamba na hii ndio iko na shida na mwili. No, hapo ni upate kukuelewa. Kuna wale ambao labda mko katika familia mnakula chakula sawa, lakini mmoja unapata anaongeza kilo kuliko wengine. Yeah, unapata mwingine anaongeza kilo na unapoona kwamba mwingine kuliko mwingine. Yeah. Na tunapoangalia bado hili swala la kuwepo na mafuta mengi mwilini, je, ni lazima mtu awe na mwili mnene ndio isemekane kwamba ana mafuta mengi mwilini, au mtu aliye na uembamba pia anaweza kuwa na mafuta mengi mwilini? Kuna mafuta, unaweza kujua. Naam. Kuna mafuta aina mbili. Kuna cholesterol. Tunaweza sema ya kwamba mtu ni mwembamba lakini ako na cholesterol. Hiyo ni tofauti na mafuta ndani ya mwili. Kwa sababu ile mafuta ya cholesterol unaweza pata mtu ako na pressure inasababishwa na cholesterol. Tunasema kwa Kiingereza blood viscosity. Ile damu ni zito. So kwa sababu ya yale mafuta, so inashindwa kutembea vizuri. So katika ile hali mtu anakuwa na ugonjwa wa pressure. Lakini nasema ya kuna watu ambaye ni webaba lakini wako na cholesterol. Lakini pia kuna watu wanene tunasema ni mafuta na hawana pressure. Hasa wale watu wanene mostly hawakuangi na pressure hata overweight, lakini ikifika obesity tunasema ya kwamba sasa wanaweza kuwa na ugonjwa wa pressure. Wacha nielewe hili la cholesterol kwa mfano. Mafuta haya hutokana na nini? Chakula tunavyokula inaweza kuwa ya kwamba pale kwa liver mwili haukuweza kubreak the fat vizuri. Na kwa hivyo kama haikuweza kubreak the fat vizuri, tunasema ya kwamba kuna vitu tatu tunaangalia: proteinuria. Sasa hiyo ni kwa damu. Tunaangalia uric acid na blood urea. Mafuta ikiwa kwa liver tunasema ya kwamba ni protein metabolism. Ikipita kwa liver iende kwa kidney, tunageuza lile jina protein metabolism, tunasema ya kwamba ni blood urea. So kwa sababu ile mafuta inapopita, inapoingia kwa damu, inakuwa ni kitu inafanya damu isitembee vizuri, inakuwa na ungumu wa kutembea. So inapokuwa vile, hapo ndipo mtu anaanza kuwa na magonjwa tofauti. Inaanza kujua ya kwamba ile weight sasa imeenda stage 2, sasa ni stage ya magonjwa. Yeah. Na kando na unene, kuna dalili nyingine ambazo mwili unaweza kuonyesha upate kujua kwamba hapa kuna shida. Labda naone kupita kiasi ambao unanisababishia madhara, au na mafuta mengi mwilini, hayo ambayo nimeyaita kwa kimombo cholesterol. Kuna dalili nyingine kando na mwili kuongeza uzito ambazo mtu anaweza kuona ajue kwamba kuna hatari. Kuna magonjwa tunasema ya kwamba unapoamka umechoka zaidi, na pia kusahau. Unajua kwa sababu ile mafuta inafanya usahau. Unapoamka asubuhi umechoka. Pia ukitembea unahema. Unapata ya kwamba labda stairs, unapopanda stairs unasikia mtu anahema. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba kuna mafuta nyingi ndani ya mwili. Unawezekana ya kwamba cholesterol kabla haijapimwa huwezi jua. Lakini pia ni vizuri ya kwamba tunasema ya kwamba kuna watu wanafanyiwa operation kwa kutolewa gallstone. Gallstone ni mafuta inajiform, inakuwa kama mawe. Sasa ile mafuta inatolewa kwa sababu mwili, hiyo ni dustbin ya mwili. Kwa sababu inapoweka mafuta mtu husikia kwamba hataki kukula, hana appetite ya kukula, jambo anasikia kutapika, mambo kama hayo. Pia ni dalili moja ya kuwa mtu ako na mafuta nyingi ndani ya mwili. Na unajua vyakula, baadhi ya vyakula ambavyo vinatusababishia athari hizi ni vyakula ambavyo wakati mwingine unasema huwezi kujiepusha navyo. Je, kuna vile ambavyo unaweza kula hivi vyakula lakini bado ukajikinga na athari ambazo zinatokana na vyakula hivyo? Kuna kitu ambacho unaweza kukifanya? Mara nyingi wanga nasema hivi, unapokula chakula, kula na mpango. Yaani unaweza lala nyumba moja na nyama iliyobaki. Unaona? Kwa sababu imekuwa tabia ya Wakenya, ama unapokula nyama unakula ya kwamba ni kama kwamba hutakula kesho. Kwa hivyo tunasema ya kwamba unaweza kula, kuna vitu unavyofaa kutayarisha unapokula nyama. Tunasema salad, nyanya, kitunguu na nanasi pamoja, na uweze kula na karoti pamoja. Kwa hivyo unapokula nyama ile, kwa sababu sisemi nyama ni mbaya, lakini kuliwe na mpango. Unapokula asubuhi na lunch,
Kwa hivyo masaa ya jioni tunasema ni matunda pekee. Na kulingana vile tunaona, kwa sababu kama madaktari tunapata information kubwa, itafika wakati watu waanze kutii daktari, kwa sababu imekuwa ni watu wamekuwa na obese. Unaona haya, unajua mataifa ya nje tuliona watu wakiwa obesity. Sasa tumewaona hapa nchini Kenya. Kwa hivyo obesity vile inaendelea na yale magonjwa iko, tunaweza sema ya kwamba chakula ya jioni mtu anaweza kosa kukula, akule lunch na akule asubuhi. Hii ya jioni akule matunda alafu alale. Na unapoangalia vyakula ambavyo tunavikula sasa, kwa sababu inaonekana ongezeko la unene kupita kiasi limeshuhudiwa humu nchini, ni vyakula vya aina gani ambavyo vinazidisha unene? Mara nyingi tunasema kwa kimombo GMO food, sio mbaya, ni nzuri sana, lakini pia ni tamu kuliko zile za zamani. So unapata ya kwamba unapokula sahani moja unahisi ya kwamba ni kama unaweza kula ingine. Unaona zile kuku za broiler, ambaye ile kuku unapokula ni tamu, imewekwa vitu zinaonja vizuri sana. Pia kuna kukula nyama inachukua masaa 4 kutoka kwa tumbo, lakini sio kutoka kwa mwili. Inachukua siku 3. Ukikula nyama leo unakaa siku 3. Kwa hivyo kama unaweza kula nyama mara 3 kwa wiki, ni kumaanisha kwamba ile nyama bado iko kwa mwili. Ni kumaanisha ile nyama iko kwa mwili. Na wale ambao wanakula nyama mchana na usiku, kila siku, kwa wakati huu inawezekana wasiwe na shida, lakini miaka inapoenda, kuna kitu tumekuwa tukijaribu kufuata uchunguzi zaidi. Unapata wale watu wako umri wa miaka 30 hawana magonjwa, lakini wanapofika umri wa 40 kwenda juu wamekuwa na shida. Sio ya kwamba wakati walikuwa 30 hawakuwa na shida, lakini ni ile lifestyle, vile walikuwa wanakaa, zile vitu walikuwa wanakula, sasa zimewaharibikia wakati wako na miaka 40 kwenda juu. So tunasema ya kwamba watu wako tayari kutafuta pesa na nini na kufanya kazi.